Marko Mtakatifu 9 inasema, Marko Mtakatifu 9 inasema, akawaambia. Katika Marko Mtakatifu inasema, akawaambia, hakika kuna watu hawatayaonja mauti kabisa hata watakapouona ufalme wa Mungu unakuja kwa nguvu. Sikiliza nikwambie, ni habari za ufalme wa Mungu, jinsi Mungu atakavyouinua ufalme wake na mamlaka yake. Ndio maana Mungu anazungumza habari za ufalme wa Mungu, jinsi utakavyoinuliwa. Subiri nikwambie. Nakwambia habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Bartimayo, kipofu, yule mwombaji. Alikuwa amejiketisha mahala akiomba, lakini alisikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, ni siku, maana habari zake zilienea. Katika Yesu kwenda Yerusalemu, alipofika Yeriko, akamkutana na huyu kipofu. Kipofu huyu alikuwa amekaa akiomba sadaka. Lakini alisikia vishindo vinapita, vinatembea. Vishindo vinavyoambatana na Yesu ni vishindo vikubwa, vinapita, vinatembea. Huyu kipofu akauliza, jameni, kuna nini kinachopita? Maana vishindo ni vingi, minong'ono ni mingi. Lakini huyu kipofu alipouliza, akaambiwa, ni Yesu wa Nazareti anapita. Ni Yesu wa Nazareti anapita. Huyu kipofu, kwa sababu alikuwa amezisikia habari zake, ni habari za miujiza, ni habari ambazo zinazotendeka kwa nguvu, zimesambaa ulimwenguni pote. Ni kama leo vishindo ya corona vimesambaa ulimwenguni pote. Vishindo vya vita vimesambaa ulimwenguni pote. Vishindo vya kuzuka kwa moto vimesambaa ulimwenguni pote. Vishindo ya hali ya hewa, kuchafuka kwa anga, vimesambaa ulimwenguni kote. Ndio maana neno la Mungu linasema, akawaambia, amini nawaambia, ufalme wa Mungu, kuna watu wasimamao hapa hawatayaonja mauti kabisa hata watakapouona ufalme wa Mungu ukiinuliwa kwa nguvu. Basi yule kipofu
Alipoambiwa ni Yesu wa Nazareti anapita hapa, yeye akapaza sauti yake akisema, Yesu mwana wa Daudi, nirehemu. Lakini makutano, kwa sababu yamemzingira Yesu, yanayoambatana na Yesu, yakamkatisha tamaa huyu kipofu. Lakini Bartholomayo mwombaji alizidi kupaza sauti yake akisema, Yesu mwana wa Daudi, nirehemu. Sikiliza ulipo, hebu paza sauti yako, paza sauti yako. Yesu akamsogelea, kamwambia, mleteni hapa. Yule kipofu akatupa joho lake, akamfuata Yesu, akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Pamoja na kuomba kwake, kuomba sadaka, hakuwa na jambo jingine. Yule kipofu yeye alisema, nataka unirehemu, nataka nipate kuona. Kwa mamlaka ya Yesu Kristo akamwambia, ona. Akamwambia, inuka, nenda zako. Yule kipofu akapata kuona. Lakini huyu kipofu akaambatana na Yesu. Ndio maana nimekwambia habari. Alipowaambia ufalme wa Mungu, kuna watu wasimamao hapa watauona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Unaosikia huu ni ufalme wa Mungu, ni mamlaka ya Mungu. Nimekwambia habari za vishindo vya Yesu alivyokuwa akitembea navyo. Nimekwambia habari ya vishindo vinavyosikika sasa. Nimekwambia habari ya vishindo. Hivi vishindo ni ufalme wa Mungu. Hivi vishindo unavyovisikia ni ufalme wa Mungu. Kwa mamlaka niliyopewa kuna vishindo vinashuka, kuna vishindo vitasikika, vishindo vya ugonjwa. Huu ni ufalme wa Mungu kwa mamlaka yake. Bartholomayo yeye alitaka kuona. Bartholomayo yeye alitaka apate kuona.
Kazi yako ni kupaza sauti. Kazi yako ni kupaza sauti kama alivyopaza Bartimayo. Ainuliwe afanyaye falme zote na mamlaka yote. Ainuaye huu ufalme kwa mamlaka. Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Vishindo vimesikika vingi, ni kwa ajili ya ufalme huu. Minong'ono imesikika mingi, ni kwa ajili ya ufalme huu. Mataifa yanapigana, ni kwa ajili ya ufalme huu. Magonjwa yanazuka, ni kwa ajili ya ufalme huu. Anga linachafuka, ni kwa ajili ya ufalme huu. Ainuliwe aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa mamlaka ninawatangazia, ugonjwa mpya utazuka kwa vishindo. Aliyetoa mamlaka ni aliyezifanya mbingu na nchi. Uheshimike ufalme wa Mungu na kila tawala na kila falme. Na kila mamlaka. Mfalme aliyesimama kwa mamlaka aliyopewa.